alikuwa na hatia, si wangempeleka hata polisi. Kwa nini wamuue bila kosa? Alafu baada ya hapo mambo yanageuzwa eti kwamba alikuwa anashtakiwa, sijui alihisiwa anauza madawa ya kulevya. Hayo madawa ameyauzia wapi? Hayo madawa ameyauzia wapi na ameyauza lini? Kwa nini serikali tu isitusaidie? Mungu akapata haki yake ya msingi, akapumzika kwa amani. Kwa nini anza kutengenezewa kesi nzito? Kwa sababu hawezi kuongea au kwa sababu amelala hapa, wanajua kaisha kufa, kwamba hawezi kujitetea. Serikali jamani, mimi ni mama, Mungu ndo alikuwa anamtegemea, Mungu ndo alikuwa anamtegemea, Mungu ndo alikuwa kila kitu. Wamemuua afu bado wanakiingia kifua waliomuua. Mungu hana sifa mbaya, basi hata serikali watume watu wapeleleze. Kwa nini wamfanyie hivyo alafu baadaye waseme kwamba eti alihisiwa alikuwa anauza madawa? Hayo madawa ameyauzia wapi? Hayo madawa kayauzia wapi? Masamia nisaidie, Masamia nisaidie. Tegemezi limeondoka, afu bado baada apata keke ya msingi, baba mengine anazaliwa bahata familia tu ya jui. Mama masikio wangu, rajidi wangu, na ndio tegemezi langu, sina pa kushika tena. Sina pa kushika tena. Nilikuwa na mama ntilie mimi nikaua, nikakatazwa na daktari kufanya kazi ya moto. Niwaambia mama, umefanya kazi miaka mingi ya moto, kwa hivyo umeshakuazili usifanye kazi ya moto. Nikaacha, nimekaa, nilikuwa nategemea huyo mtoto. Maisha yangu yamenikatishia hapo. Nilikuwa na watoto watatu. Mwingine kama kwa ajali ya gari. Kwa ajali ya gari kushuka, alikuwa kwenye gari ndogo, ikadumbukia mtaroni akafia hapo hapo, wengine wakaponda. Ashidi ndio kwamba maisha yangu nitafanyaje mimi? Sisi tumeshachoka na kitendo hicho. Babu alikuwa na matatizo na mtu, tutakuwa tunateseka kila siku. Babu kila mtu anamjua hapa Mlimani. Leo hii wanasema anauza madawa ya kulevya. Mkubwa anatangaza, anakanusha, anasema eti alikuwa anahisiwa anauza madawa ya kulevya. Kwa kweli hicho kitendo sisi yani akanusha hayo maneno. Wamefanya makosa sana. Kwanza wameumiza sana. Yani wametuumiza Lumumba. Yani ukifika Lumumba, yani ni ya baridi. Wanamsikitikia kijana. Tunafanya biashara ndio, lakini baridi ipo. Kila mtu yani kwenye simu, kila mtu anaonyesha simu, kila mtu anaonyesha simu matukio. Wanavyosema wananzengo wenyewe ndio wanamjua, lakini mimi ndio naomjua zaidi kwa sababu tunashinda naye kwenye Ulala Hoi. Kila mtu anatoka asubuhi, natoka saa 12, na maana pale ndio tunashinda naye. Ina maana kama ni kwenye zengo yake anakuja ni usiku. Kwa hiyo mimi ndio naomjua zaidi kwa sababu tunashinda naye. Hajui kugombana na mtu. Hajui kubishana na mtu, hajui kubishana wala cha Simba na Yanga wala nini. Hadi sijamsikia, nimekaa zaidi ya Lumumba miaka 10. Tunasikia kwenye taarifa habari wanaoji kwamba alikuwa anauza madawa ya kulevya. Si kweli, haikuwahi kutokea hilo swala. Huyu tunamfahamu. Hakuwahi kuuza madawa, hajahusiana na kitu chochote process za wizi. Alikuwa anahangaika na harakati zake za kutengeneza simu, anajipiganishia, anapata pesa. Kwa hiyo neno linalosemekana kwamba alikuwa anauza madawa kiukweli ni sio sahihi. Serikali hiyo wao waliomwagiza kuwa na kudai kwamba wao wanaagiza watu kuja kufanya doria pasipo sababu za msingi, walishikilie hilo, sio ukweli. Na sisi kama familia tunaiomba sana serikali, swala hili lilofanyika la kikatili, kama wana mamlaka ya kuwapa pingu na kuwafunga na kuja kuwaua, hata waliowapa pingu nao pia wajichunguze sana, maana wanawapa pingu watu wanakuwa wanafanyia manyanyaso mtaani.